Uh, Tunaangazia ngeli za Kiswahili, na kwanza uelewe kwamba ngeli ndiyo uti wa mgongo wa Kiswahili. Mwanafunzi yeyote au mtu yeyote ambaye angependa kujifunza Kiswahili hawezi kufanya hivyo pasi na kuzielewa na kuzimudu kikamilifu ngeli za Kiswahili. Nimekuandalia njia rahisi zaidi ama njia inayoeleweka kwa njia rahisi kuhusu hizi ngeli za Kiswahili. Tuandamane. Jambo la kwanza ni kwamba ukipewa ama unapotaka kujua ngeli ya nomino yoyote, kwanza unapaswa kujiuliza iwapo nomino hiyo inahesabika au haihesabiki. Hilo la msingi, hilo la kwanza. Je, inahesabika au haihesabiki? Sababu ya kufanya hivyo ni kwamba kuna zile ngeli ambazo ni za nomino zinazohesabika na tuna ngeli za nomino ambazo hazifanyi nini? Hazihesabiki. Tuanzie kwa ngeli za nomino ambazo huweza kuhesabika. Ngeli ya kwanza ya nomino ambazo huweza kuhesabika ni awa. Awa. Katika umoja, nomino za ngeli ya awa huweza kuanza kwa silabi ama kwa herufi yoyote ile, na ngeli ya awa ni majina yote ya watu, wanyama, ndege, wadudu, samaki, viumbe ambavyo huwa tunasema kwamba vina uhai na vina uwezo wa kusonga ama kutoka pahala pamoja na kwenda pahala pengine. Mifano ni kama mtoto, watoto, mtume, mitume, fundi, mafundi, kiboko, viboko, tembo, tembo, samaki, samaki, na nomino nyinginezo zozote ambazo zinataja majina ya watu, wanyama, ndege, wadudu, samaki na hata vimelea. Pili, tuna ngeli ya kivi. Ngeli ya kivi. Ngeli ya kivi, nomino hizi katika umoja huanzia kwa silabi ki au sauti ch, ama ukipenda cha, na katika wingi ni nomino ambazo huanza kwa vi au vya. Kumbuka hizi ni nomino ambazo zinaweza zikahesabika. Unaweza ukahesabu 1, 2, 3 hivi. Mfano ukisema kitabu, wingi ni vitabu. Chuma, vyuma. Chakula, vyakula. Chete, vyete. Chepeo, vyepeo. Cherehani, vyerehani. Ngeli hii pia hujumlisha nomino zote katika hali ya udogo. Nomino yoyote ukishaiandika katika hali ya udogo hubadilika na inakuwa ngeli ya kivi. Kwa mfano, kijizi, vijizi, kijiatu, vijiatu, kijito, vijito. Hiyo ni ngeli ya kivi. Tutoke hapo, tuna ngeli ya ui. Ngeli ya ui. Nomino ambazo zinahesabika katika umoja zaanza kwa sauti au mu au mwa. U. Na katika wingi nomino hizi huanzia kwa silabi mi. Tazama, ukisema mto, mito. Mkeka, mikeka. Mfuko, mifuko. Mguu, miguu. Mto, mito. Mwiba, miiba. Muhogo, mihogo. Muwa, miwa, miongoni mwa nomino nyinginezo katika ngeli hiyo ya ui. Tuna ngeli ya li, ya. Hizi ni nomino ambazo huhesabika katika umoja, zinaweza zikaanzia kwa sauti ya usilabi yoyote, lakini katika wingi huanza kwa ma au me.
Mfano: jino, meno, gari, magari, dirisha, madirisha, pazia, mapazia, darasa, madarasa, dirisha, madirisha, shati, mashati. Isitoshe, nomino zote katika hali ya ukubwa huwa katika ngeli ya lia. Kwa hivyo nikisema jijiwe, majijiwe, jito, majito, itakuwa ni ngeli ya lia. Kisha tuna ngeli ya izi. Hizi zinaanza kwa njia yoyote ile na hazibadiliki katika umoja na katika wingi. Kwa mfano nikisema pua, pua, nguo, nguo, sahani, sahani, meza, meza, barabara, barabara, njia, njia na kadhalika. Kisha tuna ngeli ya u, ya. Ni nomino ambazo kikawaida zinaanzia kwa u katika umoja na katika wingi zinaanzia kwa ma. Kwa mfano wele, mawele, ubua, mabua. Msikilizaji mpendwa, ngeli hii kidogo huwa inachanganya kwa sababu kuna kama ugonjwa magonjwa. Kuna baadhi ya wataalamu wanasema kuwa huwezi ukahesabu ugonjwa, lakini kwa msingi kwamba waweza ukazungumza kuhusu ugonjwa mmoja na magonjwa mengi, ndiposa tunaijumlisha katika kikundi hiki. Lakini cha msingi uelewe kwamba umoja huanza kwa u na wingi huanza kwa ma. Ngeli nyingine ya nomino ambazo huhesabika ni ngeli ya uzi. Hizi katika umoja huanza kwa u au wu, na katika wingi yaweza ikaanzia kwa nyi au mbu au sauti mwambatano nd, au nyingi zazo ama baadhi ya nomino katika ngeli ya uzi. Wakati unapoandika ukubwa wingi wake unatoa ile u ambayo ilikuwapo katika umoja. Kwa mfano ufagio, wingi wa ufagio ni fagio. Ushaona tumetoa u. Ufunguo, funguo. Pia tuna mifano mingine kama wimbo, nyimbo, wayo, nyayo, wembe, nyembe, ulimi, ndimi, uso, nyuso, miongoni mwa nomino nyinginezo. Kategoria ya pili ni nomino ambazo hazihesabiki. Hizi tuna ngeli kadhaa. Kwa mfano tunaanzia kwa ngeli ya u, pengine huita mamoja hayo. Katika umoja huanza kwa u au wu, na katika wingi pia huanza kwa u ama u. Utagundua kwamba nomino katika ngeli ya hazibadiliki katika umoja na wingi, na hizi ni nomino ambazo hazihesabiki pamoja na nomino ambazo huwa ni dhahania. Kwa hivyo kategoria hii hazihesabiki, na pia zile ambazo ni dhahania. Kwa mfano upendo, upendo, wema, wema. Chukulia nomino kama unga, unga, moshi, moshi, uji, uji, wino, wino, ngeli ya Tuna ngeli ya yaya ambayo ni nomino zinazoanza kwa ma katika umoja na katika wingi. Kwa mfano maisha, maisha, mafuta, mafuta, marashi, marashi, mazingira, mazingira, na kadhalika. Tuna ngeli ya i au ii ukipenda. Nomino hizi zinaweza zikaanza kwa njia yoyote katika umoja na wingi. Mfano chai, asali, sukari, soda, hewa, damu. Na hapa pia nimejumlisha nomino miwani. Najua hii huwapatia tatizo baadhi ya wanafunzi na wasomi wa Kiswahili, kwa sababu mtu atakuuliza miwani yaweza ikahesabika iweje kwamba miwani itaingia katika ngeli ya ii? Naam, ni moja katika zile watu wasema ni nomino ambazo ni kaidi, kwamba zinakaidi baadhi ya sheria hizi. Kwa hivyo uelewe kwamba licha ya kwamba miwani inaweza ikahesabika, itaingia katika nomino ya i.
au ii ukipenda. Tuna ngeli ya ku au kuku ukipenda. Uh, hizi ni nomino za vitenzi, huitwa nomino vitenzi jina. Yaani ni vitenzi ambavyo vimefanywa kuwa nomino kwa kupachikwa ku mwanzoni. Mfano, kusoma, kuimba, kula, kuketi, kuandika, kusahau na kadhalika. Mwisho tuna ngeli ya lili. Nomino hizi zinaweza pia zikaanza kwa njia yoyote. Huwa tuna jua, jasho, giza, joto. Hizi ziko katika ngeli ya li. Mwisho tuna ngeli za mahali. Kwa mfano, tuna ngeli ambayo tunaita pa, mahali maalum. Kwa mfano, darasani hapa, shambani hapa. Alafu tuna ku, mahali pasipodhihirika, huna uhakika wa pahala hapo. Alafu tuna mu, husimamia mahali ambapo ni ndani. Mwanafunzi mpendwa, na uhakika kwamba angalau sasa umepata mwao kuhusu ngeli za Kiswahili, na jinsi nilivyoanza kusema kwamba ngeli ni kipengele muhimu sana katika kujifunza Kiswahili. Asiyejua ngeli hajui Kiswahili. Tafadhali endelea kujifunza zaidi, tuzidi kufunzana na kuelimishana. Shukrani.